Kuzungumza ukweli na nitaenda kuzungumza ukweli. Lakini kwa leo nasimama na wenzangu, vijana wenzangu ambao mmekemea sana kuhusu huyu Mchina. Ambao mmekemea sana kuhusu Mchina, na mimi naungana na nyinyi. Leo nimegundua taifa hili lina vijana wapumbavu sana. Yaani lazima nitumie neno wapumbavu, tena wapumbavu kweli kweli. Haiwezekani mtu amefiwa, wewe unaweka kipicha nyuma, unaanza kuigiza yale maneno. Hivi unajua kufiwa wewe? Ngoja mama yako aje alale hapo, au mtoto wako aje alale, au mke wako alale hapo, alafu aje watu waje wafanye content kwenye mji wako. Tuone utakuwaje. Mimi naanza kuwaelewa viongozi wakubwa wa serikali. Wamekuwa wakikemea sana kwamba unakuta vijana ana simu ya mkopo, simu za mikopo zinawasumbua nyinyi. Mimi siamini mtu wa iPhone Pro Max sijui 10 na ngapi, 19 sijui 20 anaweza kujirekodi upumbavu mnaofanya nyinyi. Taifa linaonekana linakuwa na watu ambao sio wasomi bwana. Kwa nini? Taifa linaonekana kama halina watu wenye akili timamu. Kuna wakati mwingine mnailaumu serikali, lakini serikali kuna vitu vingine inasema ukweli. Kuna viongozi baadhi ambao mimi nimewanukuu maneno yao. Wanasema mnakazana sana kwenye vitu vya kijinga. Wewe ni comedian mzuri. Wewe ni creator mzuri. Kichwa chako kina matikiti kwamba na maana madini wewe yanakuishia. Yaani kwamba madini yanakuishia mpaka mtu afiwe ndo kachukue sauti yake unaenda kuigizia. Hata hao viewers unaowapata ni wakipumbavu vile vile. Mtu mwenye akili zake hawezi hata kukufollow. Pumbavu kabisa nyinyi. Mambo ya ajabu. Kufiwa nyinyi. Unajua kufiwa nyinyi? Shenzi kabisa. Unajua hizo simu zenu za mikopo hizo, alafu serikali inatakiwa hivyo visimu vya mkopo mvifute. Pengine inaweza kupunguza. Maana toka simu za mikopo zimeanza kumekuwa na wimbi kubwa sana. Alafu vijana wenyewe aliongea kiongozi mmoja wa serikali, ukimfunuka angalia profile yake, ni mpumbavu mmoja tu. Ni mpumbavu tu mmoja. Maana kuhamasisha vitu vya kijinga, fanyeni vitu vya maendeleo. Fanyeni vitu ambavyo vinajenga taifa, sio kufanya vitu vya kipuzi kila siku. Huyo Mchina kila siku ndio mnaenda kuomba ajira kule na kupeleka vibarua vyenu kule na kutaka kazi. Watu wanawaajiri, wanawapa kazi, hamna la kufanya. Ndio maana vibaka wanakuwa wengi mitaani, kwa sababu ni vijana ambao hamwezi kufikiria cha kufanya. Mnadili na vitu vya kijinga tu. Yaani maumivu ya mtu wewe kwako ndio inakuwa furaha. Pumbavu kabisa nyinyi. Shenzi. Yaani nimekaa nimevumilia, nimeshindwa kabisa. Shindwa kabisa. Tena aliyeua ni Mtanzania mwenzetu. Ina maana tafsiri yake ni kwamba sisi wa Tanzania tunafurahia Mtanzania mwenzetu kumuua mgeni. Kweli mna akili? Unajua artisti kama wangeuana wao kwenye nchi yetu, lakini sasa aliyeua ni Mtanzania mwenzetu. Sasa kama ni Mtanzania mwenzetu Mmasai, na sisi ndio kutwa nzima kwenye mitandao tunaigizia zile sauti. Kwa maana hiyo kama tunafurahia Mtanzania wetu kwa bingwa na ni kuua mwekezaji. Taifa bila wawekezaji linaenda. Mbona mnakuwa na mambo ya ajabu sana nyinyi? Baba. Vitu vya kufanya kwenye mitandao ya kijamii ni vingi. Yaani tena hao comedy wa siku hizi, yaani ndio wamekuwa wajinga. Yaani ni watu wa kukopi vitu. Utakopi vitu mpaka lini wewe? Kitu cha kukopi maana yake wewe uwezo kawa original chatengeneza. Wewe utakuwa ni copy, mwisho wa siku majina yako atakuwa makopi.